Crystal Palace wanafanikiwa kuchukua first European trophy tokea klabu ianzishwe. Na yote hii imefanywa na Oliver Glasner, amefanya kazi nzuri sana tokea ametua pale Crystal Palace. Na ukiangalia mechi ya leo, Crystal Palace ilikuwa timu bora uwanjani, kuzidi ya Rayo Vallecano, na isingeshaka kama ilikuwa ni 2 au 3. Walipata chances. Mchezaji aliyekuwa na hapo wakati mgumu Rayo Vallecano alikuwa ni Adam Wharton katikati ya kiwanja. What a performance, brilliant, just brilliant. Alikuwa na performance ya maisha. Amechukua man of the match. Ukiangalia alikuwa na pick passes, na pick passes, passing yake mtulivu katikati ya kiwanja. Mtulivu akiwa na mpira, hafanyi mambo yatokea haraka. Kama pasi haipo, atapiga back pass, atarudi nyuma. What midfielder. Na hadi sasa hivi najiuliza imekuwaje Thomas Tuchel hajamuita kwenye kikosi cha England mpaka sasa hivi, yani sielewi. Yani kwa performance ile pale ya leo, just brilliant. Amestahili sana kuchukua Conference League. Performance ya leo, performance nzuri sana kutoka kwa wachezaji mmoja, lakini ilikuwa rahisi, maana Rayo Vallecano nao walikuwa wanauliza maswali magumu Crystal Palace. Lakini na game imeisha goli 1-0, Crystal Palace akishinda, goli la Jan-Philipp Mateta. Congrats sana. Sasa timu mbili tayari zishachukua kutokea England. Na tunakumbuka timu 3 za England zimeingia finali ya Europe. Aston Villa kashachukua, Crystal Palace kashachukua. Tunamsubiria Arsenal Jumamosi dhidi ya Paris Saint-Germain. Naamini naye Arsenal watachukua. Kuna kila dalili kwamba Arsenal watakuwa bingwa wa UEFA Champions League msimu huu.